ate iguru ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania wiyurite hinya na nikio rura kirwa mbere kinya hau ngonyitio geni thiini wa tabarira ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa gitau umuthi andu a Kiambu ndiokira kumucerera guku kundu gugwitwo Ndeia handu hetagwo Thigio nikuo tukite mugunda gwitwo Joe Farm mugunda uyu ureithagia kindu gigwitwo mahiu na wikurikia kuigwa ni uhoro wigi ureithia wa mahiu ni kuga ni ng'ombe cia iria na reke ngwire ndeto iria iguku ni ndeto thaka muno makiria tondu ng'ombe icio cikoretwo cigika wega muno andu aria othe moi mwena wa Ndeia ni moi uria gukoragwo rimwe kaigwa ati ni guragaga ni gukoragwo anga ni mahiga-ini ndukariganirwo ati ng'ombe ici ni njoere kindu gigwitwo insurance kuma kuria gwa CIC Insurance tumenye we utegitirite wagite kukigitira niki ni wega kwigita tuga kwigita tiguoya ndia tuingire guku tumenye maya na mangi maingi megie ureithia wa ng'ombe cia iria hakire ndungi tuganire hamwe twaririe ati iguru ria maundu mothe we Ngai chonjo ukatuingire guku tuthie tugathome tiki ta ayaga we Ngai wekaga magegania ati hodi hodi we Ngai jambo habari yake uko salama nashukuru Mungu asante ndio kupatia chakula hapa pale ya mchana habari mtu mwenye nakamua uko salama wanakuita nani Dennis no ora kamari ugo no ora suhana nyodo ke 1 asa Jo yes sir wachia hapo kwanza alafu kuja kwanza usalimia hawa alafu tuambie utukaribishe tuambie farm inaitwaje na iko Ndeia wapi majina ni Joe Karanja yes na karibuni sana thank you wakulima huku ni Ndeia Dafifi na ni ukulima wa maziwa hapa yes muthenya wa mothe tukwenda kumenya Joe Farm imeanza vipi muli dream muliwezaje actualize ili tuseme ya kwamba tutalisha ng'ombe upande wa Ndeia mimi actually mimi ni mwalimu wa tennis coach tennis lawn tennis that's good I've been teaching tennis for over 20 years sasa wachezaji kama Angelo Kutoi na wengine wengi mimi nimewakuza wow so last year nikaonelea nianze na ukulima so nilikuwa najenga kidogo leta ng'ombe 2-3 kidogo hivyo vile ulikuja structures zilikuwa tayari zilishatengenezwa ama wewe ndio umekuja kutengeneza structures nilianza pole is a process hapa kulikuwa mlima ama ule pale hapa ni maram hapa nimespend a lot kumwaga maram na lori nikaweka iwe tambarare ndio huyu Joe amekuja na amesema sasa ni kujenga ni mjengo ilianza ama ulianza na ng'ombe nilianza na mjengo na store kwanza nikahifadhi niko na shamba Nakuru nikaweza kuharvest nikakuja nikaweka because mimi najua ng'ombe huwezi kuwa na ng'ombe bila chakula ni kweli na maji na kulikuwa na mradi ya maji kwa hapa so it's easier so the next thing nikajenga pole hii si ati ilijenga once jenga kidogo naongeza within 2 months nishamaliza alafu kisha nikaweka solar hapo ukija usiku ni solar full time sa with solar inasaidia kuangaza 24 hours yes sasa tuingie mambo na sourcing wa ng'ombe na hapa ninataka uadvise wale wakulima ambao maybe mtu hajaingia kwa ukulima na anataka kusource ng'ombe wake sourcing ya ng'ombe unafanya vipi most of the ng'ombe hapa nimetoa Githunguri na ingine loko so naenda napata zile haifa ziko 6 months 7 months sasa nikikuja hapa nazi steam nazipatia dries of feeds na make sure zinakuwa mzuri zingine zinakuwa mzuri zingine hazikui vile lakini most of the ng'ombe Githunguri ya ingawaje imekuwa ni bei ya juu but tumeweza so wale ng'ombe after kwenda na kuwaleta sasa na kuanza sasa kuwalisha kuna zile changamoto ambazo uliweza kupitia maybe umekuja na ng'ombe amegonjeka amekufa kuna mwingine pia umekuja na yeye hatoi maziwa mwingine pia hashiki mimba hizo challenges zimekuwa vipi changamoto kwanza ni chakula sikuwa najua lazima utakuwa na mashamba kweli so immediately nikaanza kulease mashamba uko vet uko Kefri
huku Ndeia ni kama 10 acres. Yes. So lazima nilime. Na unaona hiyo ni gharama. So sikuwa nimejipanga that cost ya chakula. Okay. It's kuwa na shamba umelease is cheaper than kununua silage. Yes. Hii mafefe unaona hii uenda ukate it's expensive. Yes. But ukilima shamba yako we harvest kama hii inakuwa easy, alafu unaweka kwa silage. Okay. Inakuwa easy. Alafu ile changamoto pia nimekuwa nao, ng'ombe kama 2 watatu walifariki. Oh, pole. Walifariki. Ndio nikaweza kuja na nikapata rafiki akaniambia CIC Insurance. CIC Insurance walikuja na akaniambia wataninsure hizi ng'ombe. Okay. So mimi nikamwambia I cannot afford hizi ng'ombe zote. Sasa nitalipa in bits. After 3 months nalipa 10. After hii so CIC waliniambia usijali, we will insure today. So for me ilikuwa very easier. Naona sasa ukilinganisha sasa hivi uko na CIC Insurance na hapo awali, wewe unajisikia vipi kama mkulima wakati unatembea unajua kwamba ng'ombe wangu wako insured? Tayari wawili walipata magonjwa. Okay. Na wakafariki. Insurance walikuja, nikawaambia hivi na hivi, wakaniambia piga picha nini, veterinary wao wakakuja na tukaweza wakaweza kulipa. Wow. Ng'ombe wawili tayari ng'ombe watatu walikufa, hao walienda hasara. Lakini after kupata rafiki kuniambia CIC usio na shida nao. Walikawia sana wakati wa malipo. Malipo walichukua kama mwezi mmoja. Yes. Mwezi mmoja na depend na hiyo process. Yes. Yes. Haya, tuingie mambo na ujenzi wako vile umeweza kujenga, kwa sababu naona hapa tumejenga na mbao. Yes. Na kujenga na mbao ni kumaanisha kwamba kuna misumari. Yes. Umewezaje kujikinga kutokana na hardware disease yenye maybe ng'ombe amepata kitu amekula kwa chakula hapa, ukikuja fundi maybe aliacha kitu fulani, umewezaje kujikinga? So tulipomaliza kujenga na kumaliza tuna make sure ni kusafi. Kweli. Hatukuweza kuleta ng'ombe ati hapa kuna misumari nini. Hawa ng'ombe hawana msumari hata moja. Yes. Na tujaweka ile vitu ya tumbo ati ya magnet. Hiyo hakuna. Kwa sababu hawa hapa ni usafi tutazingatia. Yes. Kama ni chakula it's sure. Hakuna hizo mauchafu ati misumari imetoka wapi. So tuna make sure tumesafisha kila kitu, hakuna misumari au mabati. Yes. Saa ng'ombe ziko safe. Okay. Yeah. How aratugwetera uhoro wigi ng'ombe gukorwo ciroretwo no theru uria wagirwo gukorwo wikuo niho ndenda twambe twikirie nigetha tugicokeria thiini wa gicunje kiu kingi gia keri ni tukwenda kumenya ni turona kwina ng'ombe ngurani breed zile ambazo wako nazo ni tukwenda kugweterwo nigetha tumenye nacio ciikaga atia no ririkane atia kuria andu maugaga hihi ng'ombe ni cienda kundu kwina heho fulani kuria maugaga ni ciikaga wega kundu kwina rugari ni tuko tukigweterwo mau na mangi maingi ndukae kuhutia mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraihu. Good, tulio goko Joy Farm na riri ni iria riria turakama thaici aria maroria. Exactly. Riake ni riarikia gwikira haha na yangu ndio hiyo nimemwaga pale. So, production yako ili kuitengeneza iwe vile inavyofaa ama iwe kwa namna ambayo imeweza kuwa. Ni vipi ambao umeweza kuzingatia ili kuhakikisha kwamba production yako ya maziwa inaenda juu? Tumeweza kuwa na chakula yetu mchanganyiko wetu. Okay. Tunakuwa na zile supplement, canola, sunflower na dairy na maize jam na bran. Sasa tunazimix. Hata tuonyesha huko juu kuna sehemu ziko huwa tuna mix. Sasa tunazipatia. Alafu pia tuko na hii machicha pia huwa tunapatia kidogo kuweza kuboost maziwa itoke. Okay. Ndiyo. Haya. Wakati tunasema ya kwamba kuna zile dry matter ambazo unapatia kama zile mafefe ambazo nimeona, kuna zile green matter ambazo unaweza sema pia unawapatia na unawapatia kwa kiasi gani? So hawa sisi huwa tunawapatia kama bucket 2 kwa kila ng'ombe. Okay. Sasa kama asubuhi tunawafeed vizuri, make sure wameshiba. Wakisha shiba tunapatia dairy meal na mchicha kidogo. Yes. Alafu kisha wakisha shiba wamekunywa maji, wanafungiwa kule. Wasiweze kulala huku juu uchafu na nini. Yes. Ndio pia waweze kuchiu. Waweze kutengeneza maziwa ya saa 7. So wakikaa huku watakuwa wanazoea kukula. Okay. Ikifika mchana the same thing. Kama ni hizi napier grass tunakatakata na mashine ile umeona hapo chini. Yes. Tuna mix. Alafu tunazipatia saa 7. Alafu jioni pia. Jioni hatupatie chakula mingi sana. Tunapatia more of dairy. Okay. Na hizi mangano. Unaona hii mangano hii? Sasa tunaipatia like half a bucket. So zinaweza kuwa na kiu.
na zinaweza kunywa maji sana because ng'ombe ikinywa maji sana ndio ina produce maziwa. Hebu tueleze kwa zile breeds ambazo zimeweza kuwekwa hapa, ni breeds kama zipi ambazo hizi? Ni Friesians za maziwa na Asha. But me mostly in future ng'ombe zangu zinataka ziwe Asha. The reason hawa ni non-resistant. Na kupatia example, ng'ombe kama ukimwona hakuwa na afya mzuri. Huyu ng'ombe alikuwa anaenda lakini alisurvive. Daktari walikuja akamweka zile madrop maji nini. Shida ilikuwa ni calcium. Angekuwa ni huyu Friesian angeenda. Like those 3 Friesian niliwapoteza. Wako very easy, wako sensitive. Lakini hawa ng'ombe they are resistible on the diseases. Na drought. Huyu anaweza survive hata kiangazi tu, chakula kidogo tu. Lakini huyu tutasumbuana. So hata ile breed yote nimeweka nimechange. Unaenda ukichange tu. Asha nenda nikichange the mothers. Iwe hii itakuwa Asha, Gerolando ile ya Brazil, na Flakeview ile iko multipurpose ya nyama na maziwa. Hizo ng'ombe ukiziangalia ziko resistant, ni hard, si kama hawa. Wakati unaenda kuchagua breed, unachagua wewe breed ya ng'ombe yako ili upate yule wa kike, ama unawaachilia tu unaweka sexed ama non-sexed semen? Sote tunaomba iwe ya kike. Lakini kuja bahati mbaya yote ni ng'ombe. Kama hapa wamezaliwa ng'ombe zaidi ya 30. Sasa kwa sababu ile deni tulichukua, tumeweza kuwauza. Ndio sasa tuweze kulipa madeni. Unaona? Lakini hawa ni wale walikuja na mimba. So hawa si ng'ombe wangu. Walikuja. Lakini sasa wale watazaliwa kwa hii boma ndio tutawaweka. Na wale hawafanyi vizuri tunaenda tukiwatoa. That's the in future hapo kija Friesian watakuwa very kidogo. Swali kwa yule ambaye anatazama, na najua pia wewe mtazamaji unaweza kuwa na hili swali. Mbona uamue kuanza na ng'ombe wengi hivi? Na mimi usikia kwamba watu husema ndaanza na 5, niende nikisoma, niende nikiendelea. Mbona ukakuwa na muscles ya kusema sitaogopa, nitaingia kabisa? Unajua ukiamua kuoga haina budi. Life ni kurisk. Alafu ukitaka kumake fast ni chakula. Sasa watu wa K-Unit nilikuwa naenda gharama kubeba mbolea, kuleta majani. Sasa K-Unit anambia unataka kununua kanta, pick up nini? Nikamwambia mimi nikipata pesa naweza penda tinga. Ni kweli. Tinga, jembe, trailer na chefkata ya kukata. Nimeziona pale nje. Wakanihifadhi, wakanipa loan. Ndio K-Unit yao wale wa maziwa. Sasa unajua maziwa ile inaingia. So hapo tukafanya biashara, wakanipa, nikaweza kuleta ile kwa sababu imekata 110%. Sasa ile mbolea itabebwa na hiyo trailer. Nilikuwa natumia 3000. Nikileta majani nilikuwa na spend 7000 na lori. Sasa ni zero. Hii mashine yangu inakata, inaweka kwa trailer, inaleta. It's slow. Lori inaweka once. Hii trailer itakuja kama mara 3. It's slow but nimesave. Sasa alafu nakuja na kulimia, napata mafuta. Sasa unaona inanisaidia. Sasa mimi nalima free. Tunazungumzia sasa mambo na hawa ng'ombe kuweza kuwazuia kutokana na magonjwa na kutokana na security yao pia. Umefanya vipi? Kwa magonjwa nashukuru Mungu number 1 because to maintain for the last 3-4 months hatujapata vet hapa. Vet yuaja AI peke yake. Tumejaribu sana. Chakula ukilisha vizuri, maji, chumvi, calcium, hauna magonjwa. Utakuwa na hizo magonjwa. Ni kweli. Sengine security tunaona tumeweka CCTV. Gate pale tunafunga vizuri. Kumekuwa na wizi wa mang'ombe. Sasa sisi tumejihami huku. Tunafunga gate vizuri. Kuna CCTV mpaka nje. Watu wengine walikuwa wamejaribu kuja lakini walipoona CCTV wakahepa. Na kuhusiana na waste management unafanya vipi? Mwanzo nilikuwa natafuta pick up kanta ikuje bebe gharama na ni faida. Nikajaribu kutafuta majirani wakuje watoe. Jirani anakuambia wewe nilimwagie at your own cost. Sasa nikaona hapa ni shida. Hiyo ni too much. So nilipopata hizi mashamba ziko huku, sasa tunaenda tunamwaga kwa hizo mashamba. Sasa tukilima shamba inakuwa fertile. Ni kweli. So hapa singekuwa hizo mashamba sijui kungekuwa vipi. Sasa nimelisi huku mashamba over 6-7 acres. Sasa naenda tu nazimwaga. Namwaga, natandaza,
alafu tinga inalima, wakati dry kama saizi tumepanda. Okay. Yeah. Production yako sasa hivi imefika maziwa kiasi gani? Maziwa inapanda inashuka. Okay. Most ile ilikuwa ni 400 a day. Oh. A day. Yeah. Sasa unajua kuna changamoto like hawa dry tumewakatizia. Atukamui. Sasa unaona inashuka. Yes. Wakipata AI wakati hiyo AI that week wanashukisha. Na maziwa inaenda wapi? Lay dairy ama ni watu wanakujia hapa? Sasa as vile mnaona coincidence, ule mzee amekuja pale, ule Limuru dairy. Wanaikujia hapa. Yes. Saa 11 asubuhi alfajiri. Saa hizi saa ngapi? Saa 8. Saa 8 hivi. Saa 8 na saa 1 usiku. Wanaikujia hapa Limuru dairy. Limuru dairy. Wamerahisisha kazi yetu. Nao ndio walinikaribisha wakaniambia usiende mahali pengine. Ni kweli. Na wanatoa pesa mzuri. Haya. Ni wanyita ndeto yo riu ndirenda twambe tuikirie thenge gimwa gicunje gia keri kio mwa uhoro wigie breed ira cie guku ona mirimo no akeigo ni mehotete kwigitira na riu ndirenda twambe tugiikirie no tugicokerie thiini wa gicunje kia gatatu na nikio kia muico ni tugukorwo tukiingira thiini wa biashara kuri andu aingi muno mangienda gukorwo makimenya atiriri hihi no njende kugura ng'ombe ici ingitua kugura ringi cigura na njira iriku ona ningi kuri andu marenda guthuthuria atiriri ndo njende guka gucera mirango ni kore hinguritwo ni undu wa mau na mangi abo tuikirie ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu. Yes, na gakiuga ni wega reke tuingire thini wa gicunje giki gia gatatu haria tugukorwo tukigweterwo riu ri hawa ng'ombe wenye tuko na wao sasa hapa hivi, kwa nini hawa umewasekudu umewaweka hapa na wana kafiti sana hawa? Hawa nawaita the big four. Yes. Hawa ndio the big four. As ukiwaona ni wana afya vizuri na wanatoa maziwa hali ya juu. Okay. So tunawalisha vizuri. Yes. Na chakula yao inaongezea kidogo. Kwa sababu si kama wale wengine. Yes. Halafu ni ng'ombe wametulia, hawana vita. Sio wakorofi, ukipe chakula wanatulia hapo. Wengine hata naona vile wametulia hawa. Wametulia na subiri lunch, chakula ya lunch. Okay. Yeah, na dairy meal. Yes. Kwa wakati wote umekuwa ukilisha ng'ombe, ni changamoto ipi ambayo unaweza sema imekuwa ikikusumbua? Changamoto most ni hiyo transport na majani. Yes. Lakini ukiwa na majani na uko na transport yako inakuwa easy kutransport. Okay. Unakata hiyo cost. Yes. Sasa vile nileta itinga na trailer imenikata cost 100%. Yes. So naweza kwenda kuchukua majani bila wasiwasi nini. Nikisikia mtu anataka kulimiwa, hiyo ni mafuta najua ya kazi yangu. Itapatikana. So kazi inakuwa rahisi 100% inakata. Yes. So most itinga inafanya kazi ya nyumbani kwanza. Yes. Alafu baadaye kazi ya nje. Kuna watu ambao bado hawajaweza kuinsure vitu zao. Hata hizi ile gari unakuta mtu hajachukua insurance kwa CIC, wengine ng'ombe zao kama huyo hujaweza kuinsure. Unaweza waambia vipi? Mimi nilipoteza ng'ombe kama wakubwa walikuwa naitwa Champion. Yes. Nimetoa Githunguri, nilikuwa nimenunua 280,000. Na alipotea hapa because of malicious calcium. Yes. Alilak. Hatukujua. Sasa huyo ng'ombe ningekuwa nimemwinsure, ningekuwa hata singeshtuka. Yes. Ningeweza kurecover. Kama wale wawili walikufa nilienda tu hivyo. Lakini hawa wengine wawili pia walipopata magonjwa nimelipwa. Okay. So sina hasara. Lakini siombei wao wagonjwa. But niko safe. Uko safe. Niko safe. Anything happens saizi niko safe. Watalipa wote, watagaramia. Okay. Alafu nishamaliza hiyo 4 installment. Yes. Pesa inakuwa rahisi kulipa polepole. Naona hawakuniambia lipa yote, singeweza. Yes. Hao wenyewe tu waliniambia wewe usijali. Kuanzia leo tumeishua ng'ombe wote. Nilikuwa very surprised because mimi nataka kwanza niishue hao 4. Alafu polepole wengine 4 hivyo. Na ingechukua like 8 months. Najua kuna mtazamaji mwenye anatutazama na anajiuliza ng'ombe wangapi ambao sasa wako ndani ya hili zizi? Hili zizi wako kama zaidi ya 35. Wow. Wako zaidi. Yeah. Yes. Na due to wale ambao tunasemaga ya kwamba unaenda ukimprove, unachukua wakiwa local tu ama pia utatafuta wengine kutoka nje? No, sasa the mothers hawa Asha ambao tunasema. Sasa hawa improve, tutapatia kama local na tuna mix. Ita depend na vile veterinary ataniadvise. Okay. Sasa niambia hii ni ng'ombe mzuri, tuanze na hii hivi. Sasa siku moja utakuja hapa ukute ni kama huyu. Unaona kama huyu? Yes. Huyu ni Asha. Yes. Very nice. Na ukiangalia hata anatoa maziwa kuliko hawa. So why have a ng'ombe with a risk? Unaona? Yes. Huyu ugonjwa ata resist na maziwa anakutolea. Ni kweli. Alafu huyu maziwa yake
is more than our. Quantity yao ni mzito. Yes. It's not like Freshian. Yes. Freshian maji kidogo. Lakini Asha maziwa yao is very nice. Haya, kwa wale ambao wangependa kununua ng'ombe, mmefungua milango yenu ili kuweza kuuza wale ng'ombe ambao mngependa kuuza, na ikifika hapo mtu anatumia njia zipi ili kuweza kununua? Kwa saizi mimi ni mkulima mdogo. Ndio tunaanza. Okay. Kogeria. Kogeria nini man? Tunaanza polepole. Yes. Na hatujafika hapo. Okay. Kwa sababu is a long itachukua another 1 year 2 years before nipate watoto wao wakue wawe sasa ni wa nyumbani. Sasa maybe watakuja kununua the mothers. Unaona? Saizi hatuuzi saizi. Okay. Unless mandume. Mandume sasa ndio tutazi. In case kupata kana mandume yao ndio. Mandume hizo sasa huwa zinangojewa sana. Unajipanga aje kwa niaba ya chakula, yani kuhakikisha kwamba miezi kadhaa utakuwa na chakula, hata kuwe na kiangazi bado hawatakosa chakula? Kama saizi niko na shamba fulani Nakuru, nimepanda hay like 8 acres. Sasa nikiharvest naleta hapa naongezea. Nikisikia jirani anauza naweka stock. Ukiona store imejaa. Huku chini nimeweka silage, nimechimba chini, nimeweka na makaratasi ya greenhouse. Okay. Sasa kumejaa hizo majani ya greens. Na nilipoanza, this is for the farmers, niko tofauti. Most of the farmers tunapatia mahindi ya white. But hii ya yellow inaitwa Katumani. Katumani. Ile America hiyo tulitoa hiyo wakati the yellow maize. Hiyo nimefanya test mwenyewe, inatoa maziwa kuliko hii ya white. Okay. Hii ya yellow na shamba yangu yote nimepanda hiyo yellow. Okay. Sijapanda ya white. Haya. Na inaongeza maziwa maradufu, si kama hii ya white. Okay. Ndio hiyo sasa. Tukimalizia, kwa wale vijana ambao wanakutazama sasa hivi, hii kazi inalipa? Unadhania kijana anaweza acha kazi ya boda ama anaweza fanya kazi ya boda na bado akuwe na ng'ombe wawili na bado akuwe anatengeneza pesa? Hii kazi hata before nianze niko najua inalipa. Okay. Ukiwa kwa industry ya ukulima inalipa big time as long unajipanga. Yes. Unaona inalipa big time kwa sababu ukiwa na lita 300 400 unaangalia hiyo cost, hata kama ni nusu si umebakisha. Kweli. Umelipa wafanyikazi wako. To the county government, yes. Ungependa kusema vipi national government wanaangalia mkulima wa dairy kwa vile inavyofaa? Mimi since nianze sijaona usaidizi wote ni nguvu yangu na uwezo wangu. Lakini wanafaa kufanya vipi? Kama sasa kunatokea magonjwa ya foot and mouth, kama sasa tumetumia ujumbe every cow tunafaa kulipa shilingi 50. Which is okay. I think hapo ndio nimefaidika. Wamesubsidize. Hiyo badala ule veterinary kuja treat foot and mouth itakuwa pesa nyingi. Yes. Haya. Kwa niaba ya wale wote ambao wakikutazama, ningependa kwanza uangalie hapa, utupatie namba zako za simu na utuelezee mtu yote mwenye angependa kujua mengi kuhusiana na Joe Farm atakupata vipi? Mimi niko hapa Nduthi. Hapa Ndeia. Namba yangu ni 0721638923. Good. Na watakupata hapa? Watanipata hapa. Asante sana. Maneno mazuri zaidi tumeweza kupata kutoka kwako. Na tunashukuru sana pia kutukaribisha na CIC. Karibuni. Na CIC Insurance na muendelee vizuri na kazi mzuri ambao mnafanya. Najua nikizunguka umeniambia naitwa Dennis. Dickson, najua utanipangia kikombe ya maziwa ni chape moja nisikie vile iko, si ndio? Hata afadhali nianguke nayo hapo tukamue moja, si ndio? Asante sana. Ndenda gũcokia ngatho cia mwanya wetu akorwo tulio nawe kumaria twambirie tabariro nginyagia ihinda rĩa kinya rĩa kuga twirigano maingĩ maria twarikia guthoma kuma gũkũ ati ni wega utigirire ni wa insure ng'ombe yaku kana kiria giothe wina kiorori yaku muoyo nawe mwenyewe na CIC Insurance. Thie hau hanyu tauni wethe na bacha umahurire umandikire umere wega ndirenda kuinsure kiria ndina kio gũkũ kwa Joe indo ciothe ni insured na CIC Insurance. Na ithe tugakwira ndeto ne yothe ndungihota kumiamukira kana ndungihota gwamukira githomo giki otigania we ukoretwo gituthikiriria o hari uratwirorera. Njitagwo Kimiti wa Gitau tabarira ni mugambo wa murimi kuma guku mwena wa Kamangu kundu gugwitwo Ndeia haha uguo Ndabibi tuganire hamwe twaririe na mundu ukunyonera gikunga amugeithie muno. Riu ndathie hari unajua place ya nyama pale inaitwa Ng'amba. twathi kuria riu nyama Ng'amba. Riu tondu karia
unateremsha na kanyama. Karia na nyama, karia na nyama, karia. Tusemanie goko guo ndia andu andia kima goko Kiambu County. Asante sana. Tusema na mnaitwalirie. Twalirie. Hapo sasa.